Mwalimu, ninatamani twende, kuna moja ya spoken word yako imetokea kwenye, inaitwa jitafute. Jitafute, okay. Yes, jitafute. Yeah. Moja kati ya kitu ambacho umekizungumza umo ni bado kwenye kutusisitizia kwamba kile kitu ambacho Mungu amekupa, yeah, wewe unatakiwa ukitumie kiwango ambacho kigeuke kiwe zawadi kwa Mungu kwako, hata kama wewe alikupa kama zawadi. Kwamba gift ya Mungu kwako, utakavyoitumia gift yako na wewe ni gift yako kwa Mungu. Iko hivi, kuna kitu naweza nikakisema, unaweza ukakiona kinaweza kuwa kama kigumu kidogo kukielewa kwa mtu mwingine. Kuna watu wawili tofauti wanaweza kukwambia kitu kimoja hivi. Mtu mmoja anakwambia hivi, kwenye haya maisha duniani unaweza kuwa mtu yoyote unayetaka kuwa. Ndio. Yaani wewe tu ukiamua kuwa daktari unaweza, ukiamua kuwa kameramani mpiga picha unaweza, ukiamua kuwa mchungaji unaweza. Yaani kwamba dunia inakupa namna unaweza ukawa yoyote unayetaka. Kwamba duniani unaweza kuwa yoyote unayetaka. Lakini kuna mtu mwingine anakuambia hivi, hapana, haiko hivyo. Hapa duniani unaweza kuwa yule ambaye Mungu alikupanga uwe. Umesikia hizo sentensi mbili tofauti? Lugha mbili tofauti. Huyu anayekwambia unaweza kuwa yoyote, anachokwambia ujitafute. Bila kujua kwamba anakwambia ujitafute, kwamba kuna kitu Mungu amekusudia uje ukifanya hapa duniani. Sawa? Na hicho kitu kwenye kukitafuta na kukijua ndio sehemu ya maisha, yani ndio maana ya maisha. Na ndio maana mtu anakuambia miaka mingi nimejaribu hiki kikaja kukutokea sasa kitu kimoja. Sasa pale ndo nikajipata. Ndo nikasikia nimejipata. Kama ulijipata, it's obvious ulikuwa unajitafuta. Na Mungu, mimi wanasema pengine Mungu huwa ana sababu. Ukiona mtu amekufa, huwa anasema inawezekana sababu ni mbili tu. Aidha ameshatimiza kilichomleta duniani. Yaani lile kusudi la Mungu kama umeshatimiza, it's obvious sasa utakufa tu. Sababu una tena cha kufanya duniani. Au pengine Mungu ameona hakuna dalili za wewe kutimiza kusudi lake duniani. Kwa hiyo unakuwa unasumbua tu watu wengine kwa kusudi. Pengine unaweza ukafa kwa sababu hiyo. Sio kama tunaenda vizuri. Tuko pamoja kabisa, tuko pamoja. Kwa hiyo kwenye kujitafuta, maana yake tafuta kujua kusudi la Mungu kwako wewe kwenye maisha. Kwa nini Mungu akakuleta duniani? Wewe uliandika barua uzaliwe? Hapana. Ulijikuta huko duniani. Ungeshirikishwa uje au usije, pengine mimi nisingekuja. Kwamba dunia hiyo ya mateso, mimi nipumzishe kwanza, si ndio? Lakini ndo nimeshafika. Kama nimeshafika, siwezi tumia muda kwa nini nimefika. Ila nimekuja kufanya nini? Kufanya nini? Sasa, hayo maarifa watu wanasema unajuaje umekuja kufanya nini? Huku kwenye neno la Mungu, huku kwenye dini, moja kati ya vitu ambavyo vitakusaidia sana kujua umekuja duniani kufanya nini ni pamoja na mahusiano yako wewe na mazungumzo yako wewe na aliyekuumba. Mimi kama kuna mtu kaniumba au kama kuna nguvu imeniumba, hiyo inajua mimi nimekuja kufanya nini. Hauoni nikicommunicate nayo naweza kujua nimekuja kufanya nini? Sijui kama umenipata. Ndio, pata kabisa. Yaani mimi si kuna nguvu imeniumba. Kama nimeumbwa na Mwenyezi Mungu, Mungu anajua kwa nini kaniumba. Kwa nini amekuumba. Sio? Kwa hiyo kama najiuliza kwa nini nimekuja hapa duniani, nikiongea vizuri na Mwenyezi Mungu naweza kujua. Utajua vizuri sana. Si ndio? Lakini pia Mungu anaweza akawaambia watu wengine kwamba wewe bwana unachokifanya, wewe Mungu atakuwa amekuleta kuja kufanya kitu fulani. Sasa it's like this. Huwa nawaambia watu, maisha yanakuwa complicated pale ambapo hujui umekuja kufanya nini duniani.